kumchagua. Amen. Amen. Asante, asante. Asante. Amen. Asante, tufike hapo tafadhali. Haya, tunaweza tulia, tuendelee na neno la Mungu. Asante sana. Neno la Mungu ni muhimu sana pia. Neno la Mungu ni muhimu kuliko. Asante. Amen. Haya, sikiza. Let us be silent in the presence of God. Amen. 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 Haya, tunaweza keti, tuendelee kusikia neno la Mungu. Amen. Amen. This is what I was saying. Basi ni hii ambayo nilikuwa nasema. Amen. Amina. Let us be silent in the presence of God. Haya, tuwe watulivu uweponi mwa Mwenyezi Mungu. I want to recognize the presence of our former president, Honorable Uhuru Kenyatta. You're welcome. God bless you for your coming. Natambua uwepo wa aliyekuwa rais wa taifa hili, Uhuru Kenyatta. Karibu Amen. sana katika ibada hii. Amen. Amen. Asante. Amen. We really treasure, we love you. Bado tunakuthamini na asante kufika maeneo haya. Let us continue with the word of God. Basi tuendelee na neno la Mungu. Amen. Amen. Asante. Amen. I was saying the biggest work of the enemy is to make sure that you never arrive. Kwa nasema kazi kubwa ya adui shetani ni kuhakikisha kwamba haujafika mwisho wa safari yako. Everybody has a destination. Kila mmoja wetu ana hatima yake. And everybody, God has planned for your destination. Na kila mmoja Mungu amekupangia mwisho wa safari yako. Sometimes the devil may make us to waste our time. Wakati mwingine shetani atafanya tupoteze muda wetu. We waste time in places where we don't belong. Atufanye tupoteze muda wetu katika maeneo ambayo hatuhitajiki. The devil will make sure that we miss to arrive. Shetani atahakikisha kwamba hatujafika. When you read the Bible, you discover there are people who are born with a destiny. Ukisoma maandiko Biblia, utagundua kuna wale waliozaliwa na hatima yao. But they lost their destination. Lakini wakapoteza mwisho wa safari yao. Ending up in a wrong destination in life is painful. Kujipata kwamba umefika mahali pa makosa kimaisha ina machungu mno. That is why the book of Judges talks about a man whose birth was prophesied by an angel. Ndio maana kitabu cha Waamuzi inazungumzia mmoja ambaye kuzaliwa kwake kulitabiriwa na malaika. An angel came and said there is a woman. Malaika akaja na kasema kuna mwanamke, a woman who is barren, ambaye ni tasa. He prophesied about a deliverer. Akamtabiria kuhusu mkombozi. And he gave conditions on how the child was to be brought up. Na akampa maagizo jinsi yule mtoto alistahili kulelewa. In the Bible, who started like Samson? Kwa Biblia ni nani ambaye alianza kama Samsoni? Apart from Jesus Christ. Kando na Yesu Kristo. But I want to thank God because of this young man. Lakini nashukuru Mungu kwa huyu kijana. Even though he was born with a destination. Ingawaje alizaliwa na hatima iliyo wazi. But he started to make wrong choices. Lakini akaanza kufanya chaguo ya kimakosa. He made a wrong choice after another. Akafanya chaguo la kimakosa moja baada ya nyingine. It is interesting how we make choices. Ni jambo la kushangaza jinsi tunavyofanya chaguo. Every choice you make is actually leading you to your destination. Kila chaguo unalofanya leo inakuelekeza kwa hatima yako. You can make a choice to go to heaven. Unaweza fanya chaguo kwenda mbinguni. You can make a choice of going to hell. Unaweza fanya chaguo ya kwenda jehanamu. I've come to tell somebody in here today. Nimekuja kumtangazia mtu mahali hapa leo. This is not our home. Kwamba hapa sio nyumbani kwetu. Our home is in heaven. Nyumbani kwetu ni mbinguni. We are here for an assignment. Tuko hapa kwa jukumu tu. And the choices you make, na chaguo unalochagua, will lead you to your destination. Itakupeleka kwa hatima yako. You desire to go to hell. Unatamani kwenda jehanamu. You will go to hell. Wapo huja subscribe, tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari punde zinapotokea.
Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora, na siku moja itajipa. Endelea kutufuatilia kwenye taarifa zetu. Jina langu ni Washington Mwale.